Majira ya jana jioni, kuna kauli nzito zilitoka kutoka kwenye upande wa Israel kuhusiana na makombora ya Iran, na yalizua mzozo kidogo kuhusiana na baadhi ya makombora ya Iran. Sasa ikumbuke ni wiki nzima wamekuwa kishambuliana kati ya Iran pamoja na Israel. Israel wamekuwa kishambulia katika maeneo kadha wa kadha, na inasemekana mpaka sasa takriban watu 400 Iran wamefariki. Huko Israel wao wakibana hawataki kutoa updated ya idadi ya watu wanaofariki kwa sababu ya masuala yao wenyewe wanaita ya kiusalama. Sasa kinachoendelea ni kwamba kuna kombora linaitwa Kaiba ambalo Iran aliweza kulituma Israel. Ilikuwa ni majira ya juzi, akatuma na jana, na alikuwa akichanganya, alikuwa akituma Kaiba, akituma Fatah na mjaribu kutuma na Sejid. Nafikiri ilikuwa ni katika njia moja hapo pia majaribio ya kujaribisha makombora yao hayo. Sasa Kaiba imelalamikiwa sana, ilo kombora la Kaiba limelalamikiwa sana, ukiachia Sejid yote imelalamikiwa, lakini Kaiba linaleta madhara makubwa, na madhara yake si ya muda huo kwamba lile kombora linapotumwa katika anga huwa linakuwa na vichwa takriban 10, 15 mpaka 20, vile vichwa vya mabomu. Linatumwa kombora moja, lakini linapofika kukaribia katika eneo husika linatawanyika, linajigawanya vichwa takriban 20, na baada ya hapo vile vinatua katika maeneo na target husika. Sasa shida kwamba haya makombora yanapotua inaweza karipuka 10, 15, matano yakabaki au kadhaa yakabaki asilipuke. Sasa shida yanapobaki maana yake anakuwa labda yamejificha kwenye majengo, barabara au sehemu yoyote. Kwa hiyo yenyewe yakikaa kadri muda unavyozidi kwenda yanakuja kulipuka tena baadaye. Sasa hii ndio shida imefanya Netanyahu pamoja na mawaziri wake kuweza kulalamika sana kwamba makombora haya hayatakiwi duniani kutumika. Kwamba yalipigwa marufuku na mashirika ya Umoja wa Mataifa kwamba makombora yale mabaya kutumika. Sasa ikumbukwe shirika la Umoja wa Mataifa linalohusiana na masuala ya atomic liliitisha mikataba yote ya duniani kuhusiana na masuala ya makombora, lakini Israeli na Iran wao hawakusaini wa mkataba. Kwa hiyo Iran ana haki ya kutumia makombora yake kadri anavyoweza kutaka kutumia, na Israeli pia akitaka kutumia kama nayo anaweza kutumia, ingawa kwa Israel hawana haya makombora. Ndio maana Netanyahu amelalamika sana kweli kweli, na mbali na hivyo yamefanya mauaji makubwa sana katika eneo hilo la Israel katika mji wa Tel Aviv. That's why ameleta malalamiko sana nchini Israel, wakilalamika ameua watoto, wameua watu katika hospitali na vitu vingine kama hivyo. Lakini shida ni kwa sababu haya makombora shughuli yake ni nzito. Na ikumbuke Arachi, waziri huyo wa mambo ya nje wa Iran, alisema kwamba wao hawakuwa hata na haja ya kutengeneza nyuklia, kwa makombora waliokuwa nayo ni zaidi ya bomu la nyuklia, kwa sababu wakiamua kuiteketeza na kuimaliza Israeli wana uwezo huo, kwa sababu wao wana takriban makombora 30,000 ambayo wanayo, lakini ambayo wamekwisha kuyatumia hayafiki hata 150 ambao makombora wamekwisha kuyatumia Iran mpaka sasa, lakini stock yao ina makombora zaidi ya 30,000. Sasa imagine kwa haya tu machache waliotumia Israeli nimeanza kufanana na Gaza. Sasa hayajafika hata 300, hayajafika hata 200. Sasa kwenye makombora 30,000 ni balaa zito. That's why Israeli analalamika sana, na mbali na kulalamika anajitahidi kuomba msaada kwa kadri na mali kutoka katika taifa la Marekani, na Marekani akiingia maana yake Uingereza ameingia. That's why anaomba msaada huko, kwa sababu anajua ndio msaada na solution ya tatizo lake. Vinginevyo hakuna kitu anachoweza kufanya na taifa la Israel linaweza kupotea. That's why wanaichukia sana Iran.